Shalom mtumishi wa Mungu, mwana wa Mungu. Ninakusalimu kwa jina kuu la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Leo natamani nizungumze na mtu mmoja anayepitia kwenye changamoto yoyote unayoipitia. Yaweza kuwa ni ugonjwa, na daktari amekwambia huo ugonjwa ulionao hauponi. Yamkini ni madhaifu, kuna hali ngumu unaipitia katika maisha yako, na daktari amesema ugonjwa huu ni ugonjwa usiopona. Nami nakwambia kuwa ugonjwa huu unapona kwa jina la Yesu. Haijalishi daktari amesema nini, haijalishi daktari amekwambia nini, lakini natamani nikutangazie ya kuwa ugonjwa ulio nao sio ugonjwa wa kukuua. Ni ili Mungu akapate kutukuzwa kupitia huo ugonjwa. So niko hapa kukuambia kuwa kwa Mungu yote yanawezekana. Ni kweli daktari amesema, na aliyosema daktari ni kulingana na sayansi ya kwake, vitu alivyovisoma kulingana na sayansi. Ni kweli kabisa anachokisema daktari, lakini tunaporudi kwenye upande wa neno la Mungu, Mungu amezungumza nini au anasema nini kwa habari ya hiyo changamoto ya ugonjwa unaopitia? Manake ninachokifahamu, hakuna kisichowezekana kwa Mungu. Yote yanawezekana kwake yeye aaminie, yote. Lakini natamani nikushauri wewe unayepitia kwenye changamoto yoyote. Yamkini ni binti, umefika umri wa kuolewa, lakini mpaka sasa hivi una miaka 40 hujampata mume wako. Yamkini ni mvulana wangu unayenifuatilia, una miaka 50 au 45, bado hujapata mke wako mwema. Yamkini ni binti, umekaa kwenye ndoa miaka 3, 4, hujapata mtoto, hujapata uzao. Natamani kukwambia neno hili, usikate tamaa. Na yeyote anayepitia changamoto yoyote, nikusihi kwa jina la Yesu usikate tamaa. Lakini natamani nikushauri neno moja. Katika hiyo changamoto unayoipitia, jifunze kumtafuta Mungu katikati ya hiyo changamoto unayoipitia. Yaani achana na changamoto, usiangalie tena hiyo changamoto. Manake hiyo changamoto kwako imefanyika kuwa mlima, ukaacha kumwangalia Mungu. Sasa natamani nikushauri kuwa acha kuiangalia hiyo changamoto, muangalie Mungu. Muangalie Mungu anayeweza kuisolve hiyo changamoto. Na once utakapotoa macho yako kwenye hiyo changamoto, ukaanza kumwangalia Mungu na kumtafuta Mungu kupitia hiyo changamoto, yani katikati ya hiyo changamoto, amua kumtafuta Mungu. Katikati ya hiyo changamoto, amua kumtafuta Mungu. Na utakapoamua kumtafuta Mungu katikati ya hiyo changamoto, ndipo utakapomwona Mungu. Na ndio maana Biblia inasema tafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Mathayo 6:33 anasema tafuta kwanza ufalme. Naomba nikusomee hapo mara moja, usije ukaseme mwalimu huyu anafanya nini hapa. Natamani kukwambia mtumishi wa Mungu, mwana wa Mungu, popote jitahidi kumtafuta Mungu katikati ya hiyo changamoto unayoipitia. Manake utamwona Mungu, na hutajua umepona lini, hutajua umefunguliwa lini, hutajua kwa nini. Macho yako umeyatoa kwenye changamoto, macho yako na tumaini lako umepeleka juu ya msalaba wa Yesu Kristo. Msalaba ulio asili ya mema yote, msalaba uliobeba nguvu za Mungu. Msalaba wa Yesu Kristo ni chanzo na asili ya mema yote. Karabo sheli kataya rianta rabu sitili mantaya rikanta labo sitili mantaya rikanta labo sitili mandula. Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Mathayo ile sura ya 6 na aya ya 33, Biblia inasema bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa.
Maana yake ukiamua sasa kuachana na hiyo changamoto, ukaamua kumtafuta Mungu katikati ya hiyo changamoto, anasema na mengine yote utazidishiwa. Kumbe Mungu hapa anachotaka tumtafute. Unaposoma kwenye ile Ayubu 22:21, Biblia inasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujilia. Kumbe katikati ya hii changamoto, katikati ya hiyo changamoto unayopitia, jifunze kumjua Mungu, jifunze kumtafuta Mungu, jifunze kulisoma neno la Mungu, jifunze kuliishi neno la Mungu, jifunze kulitafakari neno, jifunze kulizungumza neno la Mungu. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ili muwe na amani, ili uwe na amani, ndivyo mema, ndipo mema yatakavyo kujilia. Kumbe katika kumjua Mungu mema yananijilia. So mwana wa Mungu, mtumishi wa Mungu, ukimaanisha kumtafuta Mungu katikati ya hiyo changamoto, yamkini ni mume, yamkini ni mke, ukaamua kumtafuta Mungu katikati ya hiyo changamoto, majibu yake utayapata very slightly, yani utayapata kiurahisi sana. Yani majibu ya maombi yako utayapata kiurahisi sana. Mjue sana Mungu. Yani katikati ya hiyo changamoto mjue sana Mungu. Katikati ya huo ugonjwa unaopitia mjue sana Mungu. Katikati ya hiyo adha na dhiki kwenye malango yako ya ndoa mjue sana Mungu. Katikati ya hayo mahusiano ambayo ni mabaya, yamkini hata yamevunjika, mjue sana Mungu. Katikati ya hiyo adha na dhiki mjue sana Mungu. Manake kumbe katika kumjua Mungu mema yanakufuata, mema yanakuovertake, mema yanakufuata. Kumbe hatutakiwi kuyaomba mema. Kulingana na hili neno la Mungu, hatutakiwi kuyaomba mema, tunatakiwa kumjua Mungu. Unapomjua sana Mungu, mema yanakujilia, mema yanakufuata, mema yanakuovercome, mema yanakutafuta yenyewe. Kwa nini? Katika kumjua sana Mungu. Na ndio maana mara nyingi watumishi wa Mungu, watoto wangu, wana wa Mungu, huwa wanasemaga hivi, kwa Mungu hakunaga shortcut. Yaani usidanganywe, unywe mafuta iwe, unywe maji iwe, utembee juu ya mafuta iwe, uoge kwa mafuta iwe. Sikiliza, Biblia inasema hivi, na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Kwa bidii. Imagine Mungu amesema tumtafute kwa bidii. Alafu wewe ubebe tu stika ya mchungaji wako, ubebe tu stika ya huyo mwalimu wako wa neno la Mungu, alafu iwe. Wakati Mungu amesema wale wanitafutao kwa bidii. Tena anasema na wapenda wale wanipendao. Maana yake vice versa yake, jibu unalo wewe mwenyewe. Kwa hiyo mwana wa Mungu, acha malalamiko. Usilalamike. Wewe umeomba kwa muda mrefu Mungu akupatie mume, hujapata. Umeomba kwa muda mrefu Mungu akupatie mke, hujapata. Umeomba kwa muda mrefu Mungu akupatie uzao. Sio kwa tatizo liko kwa Mungu. Tatizo liko kwa Mungu, tatizo liko kwako wewe. Umelikuza hilo tatizo kuliko Mungu aliyekuumba. Sasa unachotakiwa kufanya ni kumjua Mungu, kumtafuta Mungu. Katikati ya hiyo changamoto mjue Mungu. Katikati ya hiyo changamoto mtafute Mungu. Katikati ya hiyo changamoto soma neno. Katikati ya hiyo changamoto liishi neno. Katikati ya hiyo changamoto litafakari neno la Mungu. Katikati ya hiyo changamoto zungumza na hilo tatizo kupitia neno la Mungu. Maanake hilo tatizo lina masikio, linasikia. Katikati ya hiyo changamoto zungumza neno la Mungu lililobeba mamlaka ya Mungu mwenyewe. Zungumza neno la Mungu lililobeba nguvu za Mungu mwenyewe. Zungumza neno la Mungu lililobeba ushindi katikati ya hiyo changamoto. Mtumishi wa Mungu, sijui niseme nini. Hili neno hili limebeba majibu ya kwako yote. Na ndio maana nasema hivi, usimtabiri namba moja wa maisha ya kwako ni wewe mwenyewe kupitia neno la Mungu. Neno la Mungu limebeba kila kitu kwa mwenye mwili. Kwa hiyo usifanye mchezo. Mtafute Mungu. Maanisha